navumilia, kwa sababu mateso ninayoyapata hapa na mateso ambayo niliyapitia huko nyuma, haya ni cha mtoto. Yani ukiwa na pesa, hata maumivu ambayo unayapata ya vidonda ni kawaida sana. Yes, mambo vipi mfuatiliaji wangu? Matumaini yangu mzima wa afya popote pale ulipo. Leo tupo na brother ambaye ana utajiri uliokithiri, ama utajiri ambao sio wa kawaida, lakini cha ajabu inasemekana zile za chini chini kwamba anatumikia adhabu, kwamba kuna makosa aliyafanya. Ni adhabu gani ambayo anatumikia atatuambia, lakini pia ni makosa gani ambayo aliyafanya ataenda kutuambia, lakini ataenda kutuambia pia kwa nini amekubali kuishi maisha haya ambayo anaishi, kwa sababu sio maisha mazuri, lakini pia ni maisha ambayo tuseme yana mateso, lakini mwisho wa siku yanakubali kuishi, anakubali kuyaishi na maisha mengine yanaendelea. Wanasema utajiri una siri nzito, basi pengine tunaenda kupata siri nzito ya utajiri ambao pengine unampelekea brother hapa aweze kutumikia adhabu hii ambayo anaitumikia. Brother, na kwaje? Poa vipi bwana? Shwari, kwema. Kwema, habari ya uzima? Pole na majukumu. Nashukuru sana. Nashukuru, lakini nashukuru kwa kupokea mwaliko wangu kuweza kufika nyumbani kwangu. Okay. Matajiri wengi sana wanavyopitia nyakati ngumu kama zako, wao wanakuwa wakali, wao wanakuwa sio wakarimu kwa watu kama sisi. Kwanza nishukuru kwa kutukaribisha mpaka kufika hapa. Nasema ni miemko tu ya watu, huenda ndio inayopelekea mtu anakuwa mkali, lakini ile busara ya ndani kwa mtu huwa inaendelea kuwepo. Yani busara ya mtu ipo moyoni mwake. Unaona? Kuna mwingine anaweza kuwa yani ni in nature tu, mtu amezaliwa tu na hiyo tabia, yani ya kuwa mkali, hata akija kupata pesa, especially kwa sisi ambao tumetoka maisha ya chini. Unakuja kupata pesa, unakuja kubadilika ukubwani. Sasa kitu kama hicho mimi sina kabisa. Unaona, nimekualika huko kwenye nyumba yangu, tupo kwenye hii rufu. Unaona nyumba zingine, angalia kwanza huu mtaa. Mtazamaji, nitakuonesha ujishuhudie mwenyewe. Huu mtaa, unaona gorofa lipo ni la kwangu tu. Unaona huu mtaa wote. Unaona nyumba zote ni za chini. Kwa mimi nawachungulia tu hapa wote hao. Kuna picha moja niliona, tajiri amejenga nyumba kali sana katikati ya maskini. Watu wakasema, kila mtu aweke comment yake pale. Mmoja akasema huyu lazima awe anakabwa, hawezi kusurvive, atalogwa na nini, kwa sababu maskini wengi wana asili ya kuwa na roho mbaya kwa matajiri. Kwa upande wako unaishi nao vipi hawa watu? Mimi kwanza naishi nao vizuri. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nawasaidia sana. Japokuwa huwezi kujua moyo wa mtu unapokeaje ule msaada. Kuna wengine wanaongea maneno chini kwa chini na yapata, lakini huwa sijali, kwa sababu binadamu kusemwa ni kawaida. Na wanasema mti wenye matunda lazima upigwe mawe. Kwa hiyo nachukulia kawaida tu, lakini kuna wengine wanagoma kabisa kupokea misaada. Wanakuambia hizo hela za kishirikina, hela sijui za Freemason, naweza nikawatoa kafara, kitu ambacho sio